Na mwanzo nataka niwapongeze hawa viongozi wote ambao wamefika hapa. Mimi nasikia watu kule wanasema sijui watu wakienda wa Munyoro hao ni wakabila. Mimi hapa naona Eugene Wamalwa, mimi naona Kalonzo Musyoka, naona Martha Karua, naona Jimmy Wanjigi, naona Morara Kebaso. Hao kweli ni kabila moja? Mimi nataka niwaambie hao ndio wakabila zaidi. Hao ndio wanafiki zaidi. Hao ndio wezi sugu ambao wamefikisha Kenya mahala ambapo tumefika. Na sasa tumesema wakati umefika wa kuunite to na kidogo tu, manake mimi ndio mama wa Martha Karua. Hata ukiona kwa umri kweli amenishinda. Mimi ni nene tu kidogo tu kumhusu Martha Karua. Martha Karua was the woman we were watching when we were growing up. She was a leader we wanted to become as young girls. She was everywhere. She was in the news. She was on the papers. Alikuwa pia yule ambaye ukiona zile bendera za power kweli alikuwa pale kipaumbele. Na niseme ya kwamba what Martha Karua has taught all of us is that we can have good leaders in this country. Sio lazima tukue na viongozi ambao ni walagai, viongozi ambao ni wezi, viongozi ambao wanakandamiza wa Kenya. Huyu mama miaka mingi amekuwa akipigania haki za Wakenya hapa nchini. She is exemplary, na ndio maana hata watu wakiniambia Gacheri unafuata njia sawa, na waambie unajua nilikuwa na mfano mwema, na mfano mwema ni Martha Wangari Karua. Na jamani kweli kama mama amevumilia hiyo miaka yote, hajakubali kuuziwa uoga. Nyinyi mtakubali kuuziwa uoga? Hata mkipewa mtanunua? Hata wakiwapa bure msikubali. Na tunataka kusema kwa hawa viongozi ambao wako hapa leo, please be selfless. As we move forward, as we charter the path to have a singular candidate who will liberate Kenya from this autocracy, from the bad governance, from the ineptness of the leaders, let us have one candidate. Ikifika wakati wa mazungumzo, mketi mzungumze, muagane, isikuwe ya kwamba kila mtu anataka kuwa kwenye tiketi. Manake, huyo mtu nasikia mnamuita nani? Ati mnamuita nani? Manake tusiposhikana, hata Waswahili walisema ya kwamba umoja ni nguvu, utengano ni